Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Coast TV? Bwana, leo na fundi ujenzi hapa, fundi bomba, fundi ambaye amefanya wiring ya maji kwenye hili jengo. Bwana, leo tutaenda kujua kwamba changamoto alizozipitia katika kufanya wiring ya maji kwenye hili jengo, na moja kwa moja tutaenda kupata kujua changamoto anazozipitia kwa bosi wake wa China na watu wengine kama hivyo. Bwana, mambo vipi? Bwana, mambo poa. Bwana, kwanza kwa majina yako unaitwa nani ndugu? Kwa majina yangu naitwa Constantino. Naam. Ndio, kazi wa hapa Mabibo. Okay. Na leo tumetembelea maeneo haya hapa kwa ajili ya kufanya service ndogo katika eneo hili la shule hizi za wanafunzi wanaosomea NIT. Okay. Bwana, unaweza kutuambia changamoto gani mnazipitia kwenye kufanya maintenance ya jengo kama hili ambalo tayari watu wanaishi ndani yake? Yani kwanza kazi yoyote, yani huwezi sema hamna kazi ambayo haina changamoto, ila eneo hili hapa kwa kutokana na kazi yangu ambayo naifanya nimekutana na changamoto nyingi. Hasa changamoto ambayo nimeiona, jengo hili kama unavyojua nimefanyika service zake zilifanyika muda mwingi uliopita hapo nyuma. Kwa hiyo sisi tumekuja kufanya service ndogo, lakini madhara ya kufanya service wakati watu wako huku ndani wanaendelea na shughuli zao inakuwa ni changamoto, kwa sababu kama unavyoona kazi yetu hii ya plumbing inahitaji utulivu na eneo ambalo liko wazi halina watu, kwa sababu kuna sehemu nyingine unakata bomba alafu unaunganisha. Sasa unakuta huko juu wanafunzi wanaoga, alafu sisi tuko chini. Sasa unakuta maji mengi yanakumwagikia, kama fundi, yani inabidi uvumilie mambo kama hayo. Ni changamoto. Kwa hiyo hao wanafunzi ukiwaambia habari za kwamba usitumie kwanza maji kwa sababu tuna service hapa chini, wanakuelewa kwa kweli? Yani kwanza inakuwa ni changamoto yani kunielewa mimi, kwa sababu kwanza eneo kama hili unavyoona lina wanafunzi wengi, sio wanafunzi wachache sana, hapana. Ni tuseme lina wanafunzi ambao hawapungui 1000 2000. Ni hosteli kubwa kweli kweli. Ndio. Ndo tulikuwa tunafikiria labda kufikisha ili swala kwenye uongozi waweze kufanya jambo kama hilo, kwa sababu inakuwa ni changamoto kwetu kwa kweli. Maji machafu yanatumwagikia tukiwa chini na tunashindwa kufanya kazi hii kwa uharaka zaidi. Kama unavyojua tumepewa siku 10, takriban siku 10 tuwe tumemaliza. Lakini sasa inakuwa ni changamoto kwa kweli. Na kama ilivyo ada kwa hosteli zote ambazo zipo Tanzania hapa na nje ya Tanzania, huwa mara nyingi katika eneo la wanafunzi huwa kunakuwa na wasimamizi ambao wanakuwa wanawakagua, aidha kuwasimamia wanafunzi kuhusu masuala ya usafi, kuhusu masuala ya nidhamu na vitu vingine. Je, vipi hapa NIT Mabibo kuna hao watu ambao wanasimamia au wanafunzi kwa upande wa mabweni ya kike na mabweni wa kiume? Kwa kweli uongozi tumeuona upo na umejaribu kuwaeleza wanafunzi wajaribu kuwa wastaarabu kidogo, lakini mwitikio umekuwa ni mdogo kwa sababu wanafunzi wengine wanakosa sehemu za kuogea. Wanapoambiwa wakaogee chooni inakuwa ni ngumu kidogo, yani wana force kwenda kuogea kule bafuni, maana wanaona ndio sehemu ambayo iko salama zaidi. Lakini tumejaribu kufikishia uongozi kama hivyo, na uongozi umesema watajaribu kuwawekea kikao cha wanafunzi ili mambo yaweze kwenda kama yalivyopangwa. Nashukuru sana ndugu yangu fundi bomba. Nitajaribu kuwatafuta mafundi wengine na wenyewe niweze kupata changamoto zao. Umetisha sana ndugu yangu. Umesema kwa majina unaitwa nani? Bwana, ni Constantino. Na ni Coast TV angaza zaidi. Tuko na Coast TV angaza zaidi. Asante sana. Shukrani sana ndugu yangu. Kila mahali tunaangaza. Hapa Mabibo kama unavyoona. Tumeshaangaza tayari. Shukrani sana. Pamoja, Coast TV